Nikashangaza na niliposoma haraka hiyo Hesabu 16 kuanzia mstari wa 30. Mimi niliposoma haraka sasa, nilipoangalia kwenye jicho la kiuinjilisti, nilihisi mauti ilitokea kwenye mstari wa 30. Mimi ndo nilivyohisi. Lakini niliporudi mara ya pili nikipewa eneo kwa ajili ya kufundisha, nasoma zaidi hata mara 10 mara 8, narudia. Walimu tunasema repetition bring revelation, as more as you read, kuna vitu vingi unapata. Niliporudi mara ya pili nikaja kugundua mstari wa 30 wa kitabu cha Hesabu hiyo 16 mstari wa 30 ni maneno yaliyokuwa yanatamkwa na Musa ili kuruhusu roho ya mauti ifanye kazi juu ya ardhi. Ni kama alikuwa anafanya maandalizi roho ya mauti iweze kufanya kazi juu ya ardhi. Ndicho alichokuwa anakifanya Musa, na ndio maana kwenye mstari wa 31 ndio unasikia sasa Biblia inasema kama Musa alivyosema. Mara baada ya Musa kuzungumza, kila alichokisema kikatokea. Kwa hiyo mauti haikutokea kwenye sura ya 30, kwenye mstari wa 30. Mauti ilianza kutokea kwenye mstari wa 32, na ilikuwa ni baada ya Musa kusema yale maneno. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Jana nilipoondoka mahali hapa na asubuhi nikakuta message ya mtu mmoja, akaniambia mwalimu, mimi sio mKKT. Akaniambia anatoka kanisa la, akaniambia mwalimu, jana usiku nimeota ana kiwanja chake huku maeneo ya Kunduchi. Anasema ulipokuwa unafundisha somo liliniingia sana, na akasema nimekuwa na kiwanja maeneo ya huku Kunduchi na nina miaka mingi sana sijafanya chochote kwenye hiko kiwanja. Kwa hiyo anasema tuliposimama kuomba angalau kidogo pale mwishoni juu ya ardhi na kufuta maneno yaliyotamkwa juu ya ardhi, anasema nikaamua kusema Bwana Mungu nakiombea kile kiwanja. Kwa hiyo anasema kwa zile dakika chache pale mwishoni nikaomba, na baadaye aliporudi nyumbani kwake tena anasema mwalimu, ni kama uliniongezea mtaji, ni kama ulinipa mtaji wa maombi. Kwa hiyo nilipofika nyumbani nikaendelea kuomba tena, nikaomba, anasema akalala. Afa anasema nilipokuwa nimelala usiku nikaota ndoto nimeenda kwenye kiwanja. Nilipofika kwenye kiwanja nikashangaa sana kuona kiwanjani wako watu wanachinja mbwa kwenye kiwanja cha kwangu. Akawa anawauliza kwa nini mnachinja mbwa? Ananiambia yuko kwenye ndoto anaona iko kitu. Akawa anawauliza kwa nini mnachinja mbwa kwenye kiwanja changu? Wale watu wakamwambia sisi tumepewa kazi moja tu, kukutengenezea roho ya kutangatanga, kuiachilia roho ya kutangatanga ambayo itakupiga kutoka kwenye hiki kiwanja. Manake ardhi tumeitamkia maneno ya kutangatanga, na tumechinja mbwa kwa ishara. Namna ambavyo hawa mbwa wanavyokuwa wanazurura huko barabarani, ndivyo na wewe utazurura, hutafanya chochote kwenye ardhi. Ananiambia mwalimu, nikaanza kulia huko kwenye ndoto. Anasema nikaanza kulia, sio vizuri nyewe mnafanya hivi. Anasema nikaanza kusema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wakati akiwa analia na anasema kwa damu ya Yesu, halikuwa tukio tu analoliona kwenye ndoto, lakini lilikuwa ni tukio ambalo linaendelea akiwa kitandani amelala. Kwa hiyo anasema alikuwa amelala na mwenza wake. Anasema kwa hiyo mwenzake akamwamsha, fulani, mbona unalia na unasema kwa damu ya Yesu? Akashtuka. Kwa hiyo ikabidi akamwelezea ndoto namna ilivyokuwa. Sasa nini najaribu kukuonyesha? Najaribu kukuonyesha kwamba yuko kwenye hiko kiwanja anatamani kufanya ujenzi, lakini yako maneno, kuna maneno yametamkwa, kuna maneno yamesemwa, kuna maneno yamezungumzwa kwenye ardhi ya kwake kwamba atatangatanga.